Naitwa Alphonse Ngila. Tuwezi kuelewa vile ilivyotokea kwa sababu jana tulikuwa kwa mazishi. Hata huyu dada alikuwa ameenda kwa mazishi ikiwa na cousin sister hapo akawa pamoja. So sisi tulitangulia, yeye akaja kivyake. So kile kilichotokea tu ni kilitokea paka asubuhi ndo kapata hizo habari kwamba sasa dada ndo amepata huo msiba. Hebu nieleze sasa kulitokea nini haswa, manake ndio tunatufahamisha sasa vizuri. Kawaida yeye pale mahali wanalala huwa kawaida shughuli zake jioni wanatoka angalie mambo ya chakula aje ajipikie alale. So ni kama kuna mtu alimuona akipanda huko juu kwenda fanya shopping yake. So aliporejea tu nini kiboko kilitokea. So the following morning ndo kwa shughuli zetu za kawaida tukapata kama sasa kuna mtu majirani wanaangalia kwenye shamba katika kwamba kwenda pale kulima kwa sababu shamba ambayo iko na mahindi. So kuna mama mwingine kama akamtambua. So ile watu kuanza kuingia hivi ndo habari zikafika pale nyumbani kwa sababu kila mtu anajua iko pale nalala akitoka natoka na shughuli zake kama kawaida. So tukaenda kumuona akaanza kuonekana pale kwamba sasa ndo ameuawa. Hebu tuambie, ni yeye mwenyewe ni mama wa kama umri wa miaka mingapi, na alikuwa na familia, alikuwa anaishi wapi, ametoka wapi, asili yake? Ni mtu mzima. Kama 62 hivi. Kusema kweli siwezi nikaeleza vile ime happen kwa sababu yeye akiwa huko kwao walienda huko mazishini na kurudi, basi ni kama ulivyoelezwa kwamba yeye alipofika nyumbani alitoka akaenda na mambo yake ya shopping ya jioni akiwa huko kwao. Kwa hivyo kurudi ndio labda akakutana na hilo janga. Otherwise mimi nami nimefanya kufahamishwa nikiwa kanisani, sikuwa na lolote nalojua. Nimekwenda kushuhudia tu hiyo hali ikiwa yeye ni maiti tayari. Sasa baada ya kuleta mwili hapa ndio mnachukua hatua gani? Sasa hivi ni kipi ambacho mnataka kufanya? Labda familia ni kakae kwa sababu hii ni ghafla. Kila mmoja ni kama amekuwa disappointed na hili jambo kwa sababu tuseme ni emerging issue. Nobody expected the happening to happen as it is. Kwa hivyo ni baada ya hapa kutoka huko polisi, familia ikakae tuone ni hatua gani tutachukua. Kwa hivyo uamuzi wa hatua kuchukua hauna mtu mmoja. Lazima familia ikakae tuone vimekuaje na ni nini kitafanyika. Mimi naitwa Moses Shenzaro. Moses Shenzaro ni huyo marehemu ni dadangu, mtoto wa mjombangu. Babake na mamangu ni tumbo moja. Na kufikia usiku wa leo ndo tumepata kisa kwamba amenajisiwa alafu akanyongwa. Ni kisa ambacho pia sisi kimetutatanisha. Hatujapata ufahamu kamili nini kimetokea. Alikuwa anatoka wapi anaenda wapi sasa? Alikuwa kwake nyumbani. Sasa penye alipatikana hatujui alifikaje. Manake alikuwa pia na shida na za depression kidogo, so pia alikuwa community haijamuelewa vile. Ya nini depression? Yeye unajua alikuwa mwalimu ambaye pia alikuwa ameenda kuretire. So yale maisha yake kwa hivi dakika za mwisho alikuwa ni mtu anaenda hapa akienda hapa, so siwezi eleza kwa uwazi kabisa. Alikuwa anakaa na nani kufikia wakati wa kifo chake? Alikuwa anakaa kwake nyumbani. Na nani? Na kina nani? Familia yake. Na familia yake, bwanake na watoto wake. Sijui ni wangapi alikuwa amebaki nyumbani. Manake sisi pia tumekaa mbali kidogo. Lakini nao maeneo ya Chumani. Na mume anafanya shughuli gani? Mume pia alikuwa ni mwalimu. Alikuwa headmaster wa Chumani Primary pale. Kwa hivyo wote wawili ni walimu wa staff. Walimu wa staff wote. Wa shule gani? Wa Chumani. Chumani Primary, la Chumani Primary. Sasa hali yake alivyokutwa ilikuwa yuko namna gani? Okay, mimi sijaelezewa kwa uwazi ilikuwaje. Nimepata tu habari kwamba basi madamu ametuacha, ndo kufuatilia story ni kwamba amenajisiwa na mwisho akanyongwa.
So zaidi ya hapo sina information kamili kumeendaje. Kwa majina naitwa Juliet Pola, nafanya kazi na shirika la Nawiri Africa hapa Kilifi, kazi la kutetea haki za binadamu. Inasikitisha kwamba kupata kisa cha mama huyu ambaye ameweza kufariki leo. Niweza kuenda kupigiwa simu nikaambiwa kuwa kuna mama amepatikana ameuliwa. Hatujajua kisa cha kuendeleza ambacho kimefanyisha akaenda kuuliwa, lakini tumepata tayari mama ameshauliwa. Kama Kilifi tunahuzunika. Mwezi uliopita tumezaenda kuzika tu mtoto ambaye bado alikuwa ameuliwa. Na hivi leo ni mama ambaye ameuliwa. Hatujui ni gap gani kwa Kilifi, hatuwezi elezea. Inahuzunisha. Bado hatujapona kifo cha mtoto Kezia, kifo cha mama mwingine wetu kimetokelezea. Huyu ni mama ameacha familia yake. Hatuna raha, hatujui ni wapi ambapo tuko salama. Hatujui utatembea vipi, utafanya nini, ujue usalama wako uko wapi. Manake nasemekana mama jana alitoka mazishini na leo akapatana na mauti yake. Inahuzunisha.